Yesu asifiwe sana, mtazamaji wa Mabwerebwere pamoja na Singida Plus pamoja na Image of Gospel, na sisi ni Singida Gospel. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa matangazo na kukupa utaratibu wa ibada nzuri kabisa inayoenda kufanyika tarehe 12 na nyingine inafanyika tarehe 14. Na mbele yenu nipo na mtumishi na muandaaji wa ibada hii inayokwenda kwa jina la One in Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa mtazamaji anayekutazama hapa, natamani kufahamu majina yako, wewe unaitwa nani? Majina yangu mimi naitwa Cornelio Stefano, mtumishi wa Mungu kwa habari ya injili, kwa nyimbo za injili. Asante sana. One in Spirit ni ibada ambayo inaenda kufanyika tarehe 12 na tarehe 14. Kwa nini umeweka tarehe 12 na tarehe 14? Kwanza kabisa, hiyo tarehe 12 tutakutana na vijana na tutafanya ibada kubwa sana ya kusifu na kuabudu, na tutakuwa na watumishi wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali, Arusha, wengine kutoka Dodoma, wengine kutoka Mwanza, wengine kutoka Geita. So tutakuwa na ibada kubwa sana. Tutamuimbia Mungu na tutamsifu Mungu, tutaomba kwa pamoja sisi kama watu wa Singida. Kwa hiyo ni ibada ambayo inatuweka pamoja, yani moyo mmoja, moyo wa Singida, yani vitu kama hivyo hapo. Na pia tutakuwa na watumishi wa Mungu kutoka wale ambao watakuja watatukumbusha mambo mbalimbali sana ambayo tayari kuna namna masuala ya present worship yalianzaje Singida. So tutakuwa tuna mkesha mzuri sana ambao kiukweli haujawahi kutokea, na tunaamini kwamba kila mmoja atakayefika hapo atahudumiwa na Mungu. Hiyo ni tarehe 12. Hiyo ni tarehe 12. Tarehe 14 kuna kitu gani? Tarehe 14 tutakuwa tuna mchanganyiko wa mambo mbalimbali. Hiyo tarehe 12 nilisema kwamba tutakuwa na vijana na ambao wanafanya hasa gospel music kwa mifumo ya live, live band, live worship, live praise, vitu kama hivyo hapo. So Jumapili ambaye ni tarehe 14, hiyo siku itakuwa na, kwanza ni siku ambayo mimi nimetaka nimshukuru Mungu. Nimshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali ambayo yamefanyika kwenye mji wa Singida. Kumbuka tutakuwa tuna watumishi wa Mungu ambao wameleta chachu kubwa katika masuala ya present worship katika mkoa wetu wa Singida. So tutakuwa nao. Lakini kwa nini hiyo tarehe 12 na tarehe 14? Kwa sababu tunataka tuunganishe watu wa namna tofauti, kwamba Jumanne ya tarehe 12 tutakuwa na vijana, lakini Jumapili tutakuwa na watu aina tofauti. Kwa mfano, kwanza tutakuwa na wachungaji na maaskofu wetu ambao wamekuwa wakitulea katika habari za huduma na maisha ya kiroho kwa ujumla. Lakini pia tutakuwa tuna watumishi wa Mungu wanakwaya mbalimbali ambao pia wamekuwa walezi wetu, wametulea. Kuna wakati mwingine hatuwezi tukakataa. Kuna namna tumekuwa inspired na kwaya, na tumependa sana kuingia kwenye huduma za uimbaji kupitia kwaya. So inawezekana sasa hivi naweza nikawa najivuna, bwana mimi naimba nini, naweza nikafanya ministration vizuri na nini kama muimbaji binafsi, lakini spirit hiyo imetoka wapi? Tukijiuliza tutapata tu kuna namna fulani kuna vidoti vimeunganishwa kwenye hizi huduma zingine za kwaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutakuwa tuna kwaya na watumishi mbalimbali, lakini pia tutakuwa tuna ibada ya kuweka ibada ya wakfu. Kuna baadhi ya vitu, taa, muziki, nini. Kuna wakati tukawa tunatamani kufanya ibada lakini muziki ilikuwa hamna, ukitaka kinanda kizuri upati, taa upati, speaker upati. Tulikuwa tunapata shida sana, lakini tunamshukuru Mungu angalau Singida Mungu amekumbuka wakati huu tena. Tunasema kwamba huu ni miaka ya uamsho imeshafika Singida. So tunapoona kuna vitu fulani ambavyo tulikuwa tunavimisi siku za nyuma, tulikuwa tunapata shida, vipo makanisani na kuna access kubwa ya kufanya ibada kubwa kama hizi, tunashukuru Mungu, tunasema Mungu asante. So tutakuwa na ibada ya shukrani na mambo mbalimbali kama hayo. Asante. Wewe kama kijana na mtumishi katika huduma hii ya Kristo, umekuwa mfano mzuri sana, na una kitu kimoja kinaitwa Singida House of Artists. Yeah. Nafikiri kwa kifupi watu wanaita SHA. Na wewe ndio CEO au mmiliki wa studio hiyo. Ni jambo gani ambalo sasa huyu mtazamaji anayetazama hapa anatamani kulijua tarehe 14
na tarehe 12 atakutana nalo la tofauti kabisa. Jambo la tofauti la kwanza ni kwamba ule mkusanyiko wa watu kutoka sehemu mbalimbali bila kubagua dini, madhehebu, imani, tutakuwepo pale. Hilo ni jambo la kwanza la tofauti. Na Sha Records yenyewe hii hapa tuko center ya mji, na hiyo idea imetokana imetokea humu Sha Record kwa sababu Sha Record imekuwa ni sehemu ambayo ni kama kituo, ni kama center ambayo mtu kutoka magharibi, kaskazini, kusini na mashariki imekuwa center, yani kila mmoja ana access ya kufika. Yani hapa panafikika. So watu wengi wamepita hapa. Kuna watu wamekuwa maproducer kabla hawajawa maproducer, wamepita hapa. Kabla wengine hawajawa musician, wamepita hapa. Kwa hii ni center ambayo imeibua vipaji vingi na imesaidia na imepush watu wengi. So na ndio maana tunataka sasa Singida kwa ujumla tukae pamoja, tumwabudu Mungu, kwa sababu Mungu anapenda umoja, Mungu anapenda tukae pamoja, Mungu anapenda upendo, Mungu hapendi mtafaruku, matengano, vitu kama hivyo. Mungu waga hamaindigi hata siku moja. So tunahitaji kukaa pamoja kwenye ibada, hizo ibada zote. Asante sana. Umesema ibada tarehe 12 itaanza saa 2:30. Yaani on time. Tarehe 14 ni saa 9 mpaka hapo baadaye tutakaposema sasa jamani tumechoka, ndio tutaishia hapo. So ibada ya muendelezo yani hivyo. Na nataka niwaambie watu ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwamba huu ndio mwanzo, yani ndio tunaanza, yani huu ndio tuseme kama ndio utungu wa jambo fulani ambalo linaenda kutokea. Kuna mambo mazuri mbeleni hapo tunatarajia kuyafanya, vitu kama live recording, vitu kama concert kubwa. Yani inawezekana kuna wakati fulani tutakuwa tunafanya ukumbini au nje, labda pale Bombardia nini, tukafunga mataa, tukafunga mziki wa maana, tukafunga kila kitu, tukaja wote watu wa Singida pale, tukamwabudu Mungu, tukamsifu Mungu kama watu mmoja, kama mtu mmoja. Unajua hakuna kitu kizuri kama umoja. Yani mimi nataka niwaambieni tu jamani, watazamaji na wasikilizaji, kwamba hakuna kitu kizuri kama umoja. Na shetani amewawini watu wengi kwa kuwafarakanisha. Lakini ukiona kama hata familia baba na mama wasipokuwa pamoja, kuna namna fulani watoto pia wanapoteza direction, wataenda wapi? So tunahitaji umoja, ndugu zangu, kanisa la Singida. Kwa hiyo hii ibada inajaribu tu kutuvuta pamoja, tukae pamoja, tumwabudu Mungu. Tukumbuke mambo mbalimbali. Tumetoka wapi? Tuko wapi? Na tunaenda wapi? Hivi kama hivyo hapo. Okay. One in spirit ni kwamba tunatakiwa tuwe wamoja, na zaidi ya yote mimi nikushukuru Cornelio kwa kuandaa ibada nzuri kabisa, na nikutakie maandalizi mema. Usiache kufika, ni tarehe 12 mwezi wa 6, itakuwa siku ya Ijumaa. Vijana wote tutakutana hapa kanisa la FPCT mjini kati kwa Askofu Paul Samuel, na pia siku ya Jumapili ni hapa kwenye ile kanisa zuri kabisa. Usiache kufika, muda ni saa 9, muziki italia, mafundisho yatakuwepo ya kutosha. Alafu kingine, mimi najua vijana wa Singida na watu wa Singida, nyinyi ni watu mnayempenda Mungu sana. Hii haichagui kwamba wewe ni Mkatoliki, wewe mtu yoyote yule unaruhusiwa kufika katika ibada hii. Sisi ni wamoja katika Kristo. Tunasema one in spirit. One in spirit. Yes, kwa heshima ya Roho Mtakatifu. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Mimi kiongozi wa ibada Aidan Vivi. Yes. Tunashukuru sana. Mungu awabariki sana, karibuni sana. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 2:30 kamili. Yani hakuna kupoteza time. Yani sio wakati wa kutest mic, yani saa 2:30 kamili, saa 2:30 on time tunaanza ibada mpaka asubuhi. Hujawahi iona hiyo? Uje uone wewe. Kabisa. Chukua bodaboda, kamata bajaji, kama unaye baiskeli wewe chukua tu. Njoo tukutane hapa CCM FPCT. Amen. Alafu kingine labda niongezee, kwa wale wanachuo tunajaribu kutengeneza mpango mkakati kwa ajili ya kuwafuata na gari na kuwafuata na kuwarudisha pia. So get prepared for those who want transport. Hakutakuwa na mashaka. Yani mambo yote yamenyoka. Mungu atatusaidia. Tutafanya hili jambo kwa ukubwa. Vyuo vyote Singida ambavyo jamani, kama mnanisikia,
na mnapenda haya masuala ya ibada, jamani anzeni kujipanga. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Nakwambia hata bodaboda utakodi. One spirit.